Karibu katika Gombo la Chuo. Mimi ni ndugu yako Dennis Dhaje. Leo tuko katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10. Tunataka tuone safari ya wana wa Israeli chini ya uongozi wa Musa. Nini ilitendeka katika hiyo safari hiyo? Asema, kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote walipita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Mstari wa kwanza na wa pili inaonyesha safari ya baba zetu, safari ya wana wa imani, Mungu akiwakomboa kutoka kwa mikono ya Farao, Mungu akiwaondoa katika majaribu na mateso waliokuwa wanapata katika nchi ya Misri, na Mungu aliwapa kiongozi. Sikiliza, kuna mambo mawili: Mungu aokoi bila kiongozi, au Mungu aokoi bila mjumbe, au Mungu aokoi bila mhubiri. Lazima aweko mhubiri au aweko kiongozi ambaye Mungu amezungumza naye kufanya jambo ambalo Mungu anataka. Namba mbili, Mungu anapookoa ana mpangilio wake ambao ni muhimu zaidi kufuata. Sasa tumeanza mstari wa kwanza na pili, anasema sipendi mjue ya kwamba baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Jambo la pili ninataka kuambia ni kwamba Mungu aokoi nje ya ubatizo. Kuna watu wengi leo wamedharau ubatizo, wameona ubatizo ni kitu cha kawaida, lakini Mungu aokoi nje ya ubatizo. Unajua, kizazi cha Nuhu, ili Mungu aokoe wale wanane aliopendezwa nao, Mungu aliwaweka ndani ya safina, maji yakawa juu, maji yakawa chini. Hiyo ni namna ya ubatizo. Wana wa Israeli, baba zetu wakitoka Misri, walipitishwa ndani ya bahari, maji yakasimama ukingo huu, maji yakasimama ukingo huu. Maana sio mto kwamba maji ya upande moja yalitiririka, hapana, hii ni bahari, maji yametulia. Kwa hiyo maji yalisimama, wingu kubwa huku, maji yakasimama upande huu, na juu wakafunikwa na wingu, wakabatizwa wawe wa Musa, kiongozi wao anayewatoa katika nchi ya Misri kuwapeleka katika nchi ya ahadi ambayo baba aliwaidia baba zao. Biasema wote wakala chakula kile kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Sikiliza ndugu zangu, tunapokuwa uongozi sio mwisho wa uongozi, kuna aliyeamuru. Hapa Kristo Yesu ndiye aliyeamuru, au mbingu iliamuru, na kuna Utatu Mtakatifu ambao hakuna ubishani: Mungu Baba, Mungu Roho na Mungu Mwana. Na hapa tunaona ni agano la kale, lakini Kristo Yesu alikuweko. Hao watu wakaunywea mwamba ule ambao ulikuwa ni uliofuata, mwamba ule ni Kristo Yesu. Wakala chakula kile kile cha roho, wakanywa kinywaji kile kile cha roho. Ilikuwa ni mpangilio mzuri, na ndivyo Mungu anavyoandaa kanisa letu leo. Leo alitoa huduma 5: mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, kwa kusudi la kazi ya huduma itendeke, kwa kusudi mwili wa Kristo ujengwe. Hiyo ni Efeso sura ya 4 mstari wa 11. Sasa leo watu wanaosema wanaweza kuongozwa peke yao, wanaweza kujiendesha peke yao, ni makosa makubwa. Turudi chini ya uongozi ili Bwana atusaidie tuepukane na mambo mabaya ambayo yanatokea. Angalia mstari wa 5 ambao unamalizia. Biblia inasema hivi: lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Katikati yao wengi Mungu hakupendezwa na wao, kwa sababu hakutaka kukaa chini ya uongozi. Ukisoma Biblia unaona walivyokuwa wakimnungunikia Musa, wakimpinga Musa, wanataka warudi Misri. Sasa Mungu hakupendezwa nao na wakafa jangwani.
jua jambo moja, atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Mungu wa Israeli akubariki, akutie nguvu, asimame na wewe katika jina la Yesu Kristo. Amen.